It was not a joke. Na Mheshimiwa Rais, tukisalia katika that's where we are, Abdi. Hapo ndio tuko. Okay. Na Mheshimiwa Rais, tukisalia katika swala hili la gharama ya maisha, lakini katika mada tofauti. Ndio. Umezungumza kuhusu kuondoa ushuru kwa gesi. Na mwezi Februari uliwaambia Wakenya kwamba itakapofika tarehe mosi mwezi Juni, bei ya gesi ya mtungi wa kilo 6 itapungua kati ya shilingi 300 na 500. Hivi sasa Wakenya wanasubiri siku 15 kutoka sasa. Wanataka kufahamu iwapo mipango yote iko line ikifika tarehe 1 mwezi Juni, watakapoenda katika maduka haya ya kununua gesi wataipata gesi hii kwa kati ya shilingi 300 na 500. Lazima kwanza tupitishe hii kwa budget. You know, sio lazima tutoe gharama ya tuondoe. Kwa sasa hakuna njia ya kuondoa ushuru mpaka budget ipite. Kwa hivyo huwezi kuhakikisha kwamba ikifika tarehe 1 Juni. Tarehe 1 Juni haiwezekani. Mpaka pengine kama ulivyosema awali. Mpaka tutapitisha hii mswada pale bunge ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunateremsha hiyo bei. Kwa hivyo ni muhimu kwamba kuna mabadiliko. Kuongeza kwa kama tungepitisha hii jambo kwa supplementary budget. June ingewezekana. Lakini tulijaribu kuisukuma kwa supplementary budget, ikawa haiwezekani kwa sababu ilikuwa inatubidi tubadilishe sheria fulani. Ndio tuhakikisha kwamba hilo tendo inafanyika. Sasa tumeipanga vizuri. Tumehakikisha ya kwamba hiyo iko katika budget yetu, umeona waziwazi. Na vile vile tumesema tutachukua ile pesa ambayo tunatumia tunaokota ushuru kutoka mambo ya kerosene. Tutaitumia kusecuritize. Ndio tupunguze gharama ya mtungi ya gesi. In fact, tunaongea na market. Saa hizi nikiongea na nyinyi, tunakimbizana na wale watu wakora ambao wanauza gas kinyume ya sheria. Tunakimbizana na hawa vibaya sana. Kwa sababu we have to remove all the illegal fillers because they are destroying this market and they are undermining our efforts. Na unaweza kuhakikishia Wakenya kwamba budget tukipitisha tutapunguza gharama ya gesi kati ya shilingi 300 na 500 kwa mtungi. Kwanza mtungi, wacha gas. Ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gesi ndani yake. Lakini Mheshimiwa, ukiwa Samburu, nakumbuka vizuri sana ulipotoa tangazo la kwanza, tena baadaye katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa na kina mama hapa KICC, hukutaja masuala ya kwamba lazima mswada wa fedha wa mwaka 2023 upite kwanza. Ulitangaza tu waziwazi kwamba utapunguza na itakuwa ni hewala kwa kila Mkenya. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, hii ni nchi ambayo inafuata sheria. Si umesikia huyu bwana akiniuliza ni kwa sababu gani? We are a country governed by the rule of law. Nimekueleza kama tungepitisha hiyo mswada kutumia supplementary budget mwezi wa 6 ingewezekana. Lakini kwa sababu hatukupitisha, tutapitisha sasa katika budget yenyewe. Baada ya hapo hiyo gesi itapatikana. Kutokana na mabadiliko haya utaomba Wakenya radhi? Kwa nini? Ambao walikuwa wanategemea kwamba ikifika tarehe mosi wewe ndio uko na shida na mimi. Wakenya hawana shida. Okay, Mr. President, let's finish up on this. I'd like us to move to the next issue, Mr. President. Thank you very much. We've spent quite a bit of time on the first topic.